Moja ya changamoto kubwa biashara zetu, hatupati biashara kubwa. Moja ya changamoto ya kwanza ni compliance. Yani wewe na biashara zingine hamsomani. Hamfanyi nini? Sasa hivi ukitaka kulipwa na taasisi kubwa ambayo unatamani kufanya nayo kazi, kama wewe unafanya catering, unauza cookies, una juisi, unafanya nini? Ukifika pale watakuomba, tunaomba account number. Tunaomba account number imeandikwa Mwajuma Lupembe. Tayari kwanza hapo tayari umeshagomewa. Taasisi hizi kubwa hazilipi jina la mtu binafsi. Jamani tuko sawa Kwa hiyo watakwambia tupe account ya biashara. Account ya biashara inakuja na watakuuliza una receipt ya EFD. Jamani mimi ni mdogo TRA wako hapo watawaambieni lazima uwe na receipt. Siku hizi kwenye biashara, kwa mfano mimi nafanya biashara pia, wanakuambia tutumie invoice na receipt tayari. Yani wanaitumia receipt kama sehemu ya invoice, maana yake una comply. Na account number inavyosoma jina la account number inatakiwa ifanane na jina la receipt yako unayotoa. Ifanane na jina la biashara yako. Mmesoma ninachokisema hapo Kwa kama jina biashara inaitwaje biashara yako? Taja biashara moja jina. Inaitwa? Moja taja mfano biashara yake. JJ. Kwa hiyo account number itakuwa iseme JJ Company Limited. Kwa mfano, si ndio? Hiyo ni account number ya benki yoyote ile. Alafu baada ya kusoma hilo jina, receipt yake isome tena JJ Company Limited. Si kama mmesoma hapo? Kwa lazima vifanane, compliance, viendane. Sasa mtu analeta receipt nasoma JJ. Account number inaitwa KK. Tunatoboa kweli? Utakwama kupata biashara nyingi sana kubwa, serious business. Huwezi kupata. Utatuuzia sisi ambao ni mtu mmoja mmoja. Mmesikia Na duniani hapa ndugu zangu, lazima ufanye kazi na taasisi kubwa ili uweze kufanya biashara kubwa. Ukifanya little ni nzuri, lakini kidogo kidogo, umeelewa at least una uwezo kuhudumia wateja wakubwa ambao wanahitaji compliance. Kwa hiyo naomba ufanye kazi ya kuhakikisha unajua jina lako, akaunti zako, TRA, leseni za biashara. Brela wako hapa pia watawasaidia. Leseni na majina yako yote yanafanana. Yaani vitu vinafanana ili uweze kulipwa kirahisi. Kwa hiyo cha kwanza ni compliance. Jitahidi leseni ya biashara yako, jina la biashara, TRA umewasha makeover na wao wako hapa watakupa elimu. Mambo yako yote. Hakuna kitu kinaitwa biashara ndogo. Unaelewa biashara ndogo ni wewe unavyofikiria tu. Yaani kuanzia leo usijitambulisha mimi naitwa fulani mfanya biashara mdogo. Ndio nini maana yake? What is biashara mfanya biashara mdogo? Udogo ni wewe unavyowaza, si ndio kwa hiyo kuanzia leo wewe ni mfanya biashara mkubwa. Hem sema. Usiogope. Usifanye nini? Udogo unajipa mwenyewe. Ukisema wewe ni mdogo na sisi tutakwambia vile vile ni mdogo. Ukisema mimi ni mkubwa na vile vile wewe ni mkubwa. Be bold. Na ukitembea kama mkurugenzi wa biashara kubwa. Unatembea unakula mua. Unaangusha. Yaani mkurugenzi kweli umevaa vizuri umependeza, si ndio? Kwa hiyo jamani tumeona kwenye compliance jitahidi upate hivi vitu vyote vya biashara. Upate TIN number, upate leseni ya manispaa unaotokea, upate compliance za BRELA zote, upate mambo ya TRA sawa sawa, tax clearance. Kuna kampuni ukiomba tu kufanya nao kazi wanakuambia tunaomba tax clearance. Je, wewe ni mlipa kodi? Wanakuuliza. Jamani nini tena hicho? Tax clearance ni kitu cha mtu. Kumbe utakuwa ujue uwe nacho.